Mara kule nyumbani ana mipango ya kumpa Sande zile documents. Na hili jambo zamani, na hili jambo linaniuma sana, linanikereketa moyo. Hapo niwe makini boss wangu. Sasa nikawa nimekuita hapa unisaidie kwa mawazo. Kama nitumie mbinu gani nihakikishe Mother zile documents ampe Sande anabwagia mteja kwako. Si ndio wewe ndo mkubwa pale, lazima documents zije kwako. Pale fomu yenye iko hapo boss wangu. Nitujue mwanzo documents ziko wapi. Tumchunguze sana Sande kwa kina. Nafikiria mgonge sumu yule mama. Watu wenye tamaa. Mnataka wa mali jua. Sababu unajua kila nikikaa nafikiria tu mama anajiegemeza kwa Sande kila wakati. Ni kweli mimi mwenyewe kuna muda huwa namuona anapita na Sande sana hata shopping wao anaenda wote nakuta sawa tu document tutazipata, lakini hapo umpate ile dawa inaweza mkausha kama masaa mawili usimu huo yule Mother ili mtafutie tiba kwa haraka, akipona ndio uweze kumwambia sasa ni Sande ndo haya yote ndo amefanya. Niko na uhakika umtafutie sababu ya uhakika yenye tajulikana ni Sande kweli. Ni Sande kweli. Kwa sababu usifikiria hii ni mchezo, hii ni shukubu. Niko hapa kwa ajili ya kazi. Hapa mpunga haupumui. Umekaa umetulia. Najua boss. Lakini hili jambo nataka litekelezwe haraka sana. Sawa. Ile jambo halina shida, tutalitekeleza ndani ya masaa 24. Sasa mimi nataka mpaka Sande tumweke sumu pia kama inawezekana. Tumweke sumu sana. Oscar. Mimi nilikuwa na mchongo. Mchongo gani? Na huu mchongo ni wa hela nyingi sana. Mchongo ni kwamba kuna yule Sande. Saa hii mama ametoka. Ametoka na Sande wameenda dukani, lakini leo ni siku ya chama. Lazima mama abaki kule, atakurudi ni Sande peke yake. Sasa basi mchongo wenyewe ni kwamba nataka nikupe hela. Ukifika kule nyumbani ukiwa na Sande umtume dukani. Najua Sande ni rafiki yako sana. Ndio. Utakapompa hii pesa akienda dukani, uingie katika chumba ambacho analala mama. Ukiwa pale sebuleni kwetu kuna mlango wa mabati. Hicho ndicho chumba ambacho analala mama. Katika hicho chumba kuna kijisanduku hivi ambacho kimefunikwa na nguo nyeupe. Hicho ndicho ambacho nakihitaji kwa sababu ndani yake kuna documents. Hizo documents nikisitia mikononi hata wewe utafaidika. Bro, kuhusu mchongo sidhani kama nitaweza. Maana Sande rafiki yangu sana. Na nitawezaje? Maana Sande atakuwa pale. Kati ya urafiki na hela, heri nini? Heri pesa. Lakini rafiki bora zaidi. Urafiki bora zaidi. Sasa nikutoe hofu kwa hilo. Sande hata kushuku. Akishatoka kuelekea dukani, wewe fanya kama ninavyokutuma. Lakini si ndio Makoto Fuji? Mambo na mpunga ni acheni. Usije kunzulumana kujua. Mimi saa hii siwezi nikazulumu mtu. Lazima nikupe chako na tumalizane. Lakini sasa hiki chako ni baada ya kuuza lile shamba, kwa sababu zile documents pale kuna title deeds na stakabadhi zingine ambazo bado zinasimamia mali za baba, na baba saa hii alituacha. Kwa hivyo ni lazima
nitumie hizo kwanza, ndipo baadaye nikuletee mfumo. Sawa kabisa. Kuhusu hilo sijali. Kwa hivyo ina maana kwamba utatekeleza? Nipo tayari kabisa. Ni sawa sawa. Wacha nikuache uendelee na majukumu yako, alafu tutapatana wakati mwingine. Sawa. Ila usimwambie mtu. Sawa Mr. Teddy. Sawa. Baadaye. Sawa. Japotea. Vipi nipatie madili mwanangu? Jana Pedro aliniita. Alinipa mchongo fulani, wa mchongo wa pesa sana. Mchongo? Basi kama mchongo, njoo tuongee. Bali. Alinipa mchongo. Mchongo? Mchongo gani? Alisema. Ila alisema Sisemi. Niambie, si mimi mwanangu. Sina kifua sina mia siri zangu na zipa kwa makopa. Si kifua kifua. Mimi sitaongea kazi bana hii. Unakaba. Mimi nitaziweka kwa huku. Unamjua Pedro vile alivyo? Namjua yule. Mimi mwenyewe. Wewe bro nakujua wewe. Ombe. Tasificha kwa huku. Ombe. Wewe nakujua, ombe wewe. Sasa mwanangu hiyo fomu wewe unakaba wewe. Pia siku nyingine. Kuja magetoni. Kuja magetoni bro. Safi. Pedro aliniambia mimi nisiseme. Alafu tena akamwambia Oscar pia asiseme. Hapa sijakuwa kutakuwa kuna mchezo. Pedro sijakaona anaanza kumchezea mchezo. Kera vya msisi hivi. Kwanza kuna watu maajabu. Siwezi sana maelezo kabisa. Hivi kwa kutakuwa nani? Uko Silva? Pedro. Nini mbaya? Ona sasa unanishtua hata mimi. Una nini? Okay. Nyumba ya mama mdogo sasa hivi
imekuwa sawa. Naona kila mmoja ambaye amesimamia hii kazi amepata mshahara wake. Amepata mshahara. Ni sawa sawa. Vipi kuhusu ule mchongo sasa hivi? Kuna ule mchongo wa kumwekea ile dawa yule mama. Ukasema tumkaushe kwa saa 2 hivi. Ule mchongo bado. Bado unaendelea. Sawa sawa. Lakini naona ni kama upo sawa vile. Katika mchezo nimeanza kuona vitu hivi kama vinazungusha hivi. Yaani vitu kambe haviendi. Yaani mpaka nimeanza kuona vitu vinavyoeleweki. Wewe nikwambia bosi wangu, nilikwambia hizo bangi zako punguza bwana. Punguza hizo bangi dogo. Ule mchongo ni mchongo wa hela. Nikipata ile title deed ya lile shamba kule, halafu na hizi documents zingine za hii minazi, miembe, mbona mambo yatatiki? Yatatiki kweli, najua mimi mwenyewe nataka hizo pesa. Lakini cheki. Yaani nimeanza kuona paka watu wa maajabu. Wewe, watu wa maajabu gani? Nakwambia bosi wangu. Umeona mtu ana pembe? Nimeanza kuona ana miguu 4, 5. Yaani nimekaa mahali hivi nimejishtukia naanza kuguswa. Wacha kama hii game huwezi niambie tu nitafute mtu mwingine. Kuliko kuwa uniambie sijui wewe umeona vitu vya ajabu gani. Ngoja bosi tuone venye tae. Hii kazi nakwambia itafaulu. Punguza tumbo joto baba, wasiwasi katika kazi haifai. Najua bosi wangu. Lazima zile documents nipewe mimi. Lazima utazipata. Unaona? Yule dogo mbona bado mdogo tu, hata kila siku namtengenezea mimi chakula pale alafu bado yule paka wao limuosha. Sasa itakuwaje? Wewe punguza hizo bwana. Na bangi kama uko kwenye mchongo. Kazi inaenda kama ipaswavyo. Sawa. Sasa ilikuwa kidogo nikuletee ile dawa. Lakini mwenye duka amesema akileta nitaenda nichukue baadaye. Kwa hivyo wewe fanya hivi. Kaa makini na usimame katika mstari ulionyoka. Nikija nikikubwagia ile dawa nifanyie mpango. Sawa sawa. Lazima ufaidike. Wewe baadaye fanya pite zako. Nipitie utakuja nibwagie hapa nyumbani. Mimi leo stock niko hapa. Napumzika leo. Mbona haina shida? Sawa sawa bosi wangu. Sawa. Mchana mwema. Baadaye. Sawa sawa. Mauza gani? Au kuna mtu ambaye yuko nyuma ya mchezo? Dogo Oscar labda aliongea na mama au alimwambia Sande mwenyewe, sababu hao ni marafiki. Hapana, huyu dogo nilimuonya dhidi ya kumwambia Sande. Kama amemwambia basi chake kimoto. Hizi documents nizipate. Najua katika haya maisha kila kitu ni mpango. Sasa 1 2 3 hivi nikizipata hizi Mombasa. Lakini sasa Silva, umeona mauza wapi? Au nitafute mtaalamu sahihi nipate huyo ambaye yuko nyuma ya huu mchezo. Oscar, sasa chuga. Sasa hivi nimefika hapa ni kuachia ule mpango, alafu ukamalizane na Sande. Sawa. Ina shida. Kwa hivyo usizingue, ukifika kule fanya vile ambavyo inafaa. Sawa. Na kuamini. Shika. Sawa. Malizane na jambo langu alafu tutakutana baadaye. Usijali. Sawa. Tunaniamini pamoja.
Fresh vipi? Shwari. Unaenda kufanya nini bwana? So leo asubuhi kuna njaa. Mimi sasa nilikuwa nataka kachemshe chai kidogo. Alafu nikupepesa ukachukue maandazi. Maandazi ya nini tena my brother? Kachukue vitafunio. Acha tu. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Kachukue vitafunio. Si unajua Kachukue vitafunio bro. Basi faster. Fresh basi tulia. Kachemshe mwanzo. Alquran. Shwari. Fresh tu vipi? Puli. Baridi. Ndio enda kuchemsha chai. Kama kawaida asubuhi kuelewa. Sawa, basi kachukue maandazi. Nini sasa? Kachukue maandazi. Acha hizo. Kila kitu mimi nitasimamia. Kachukue maandazi. Basi faster, tuna muda kupoteza. Tunajua nataka kwenda kule. Basi faster. Chukue, weka hapo kwa moto. Amacheo, mbona sielewi? Kama boksi. Vipi? Au ni nini baya? Mbona unahema? una kazi Inakushinda. Inakushindaje kazi rahisi? Nimeenda mle nyumbani. Lakini kama mnauza. Ngoja kidogo. Twende pale. Sasa dogo. Kulikoni? Mimi na vile nilivyoniambia kabisa. Ila Tatizo liko wapi? waliniambia kitambaa cheupe. Kipoa kazi tandika kazi. Lakini kufika mle nyumbani Pedro. Sikio kitambaa cheupe na kitambaa chekundu. Kitambaa chekundu? Ndio. Mimi kila siku naangalia huu mzigo. Na huu mzigo umewekewa kitambaa cheupe. Kwa nini saa hii useme kwamba ni kitambaa chekundu? Kitambaa chekundu. Ila mimi kufika pale ndani nikasema acha. Wacha nichukue hivyo mzigo. Lakini kugusa ule mzigo, hebu subiri. Au inaonekana Dogo Silva alisema nyumbani. Kwani mchongo ulikuwa unamjua Dogo Silva pia? Dogo Silva pia aliniambia kwamba mlipatana nyinyi, unaanza kunificha. Unanificha nini sasa? Niambia kitu Dogo Silva mimi. Na mpendo niambia simwambie mtu yoyote. Nilimwambia kitu. Sijamwambia kitu. Vizuri. Nilikuwa nafikiria labda wewe uliongea na Silva. Lakini kama hujaongea basi huyu Silva huyu labda aliongea na Sande au aliongea na mama. Kwa sababu haiwezekani kitambaa kilikuwa ni cheupe, sasa hiki kimewekwa chekundu. Ndio, kitambaa chekundu. Vipi hasa? Hata mimi mwenyewe sijui. Mimi mwenyewe sielewi kabisa, nimechanganyikiwa kabisa. Kama ni utajiri, lazima niupate. Mimi naona kama kuna mauzauza. Mauzauza gani? Mimi kufika pale ndani kugusa ule mzigo. Huwezi kuamini kilichotokea. Kumetokea nini? Hebu nipashe. Siwezi kuelezea bro. Wewe, hata mwenyewe najuta kuingia pale ndani. Kutoka pale mwanzoni, nilikupima nikakuangalia, nikajua kabisa hii kazi utatoboa. Kwa sababu kutoka mwanzoni ulikuwa unatetemeka, una wasiwasi, sijui kazi sitaiweza, sijui nini dogo. Tulia na kazi. Sikutetemeka Pedro. Wewe hujui changamoto. Changamoto ni gani? Wewe umeenda nyumbani, vizuri, safi, ngoma iko hapa, chukua ngoma leti kwangu. Mambo ya songa. Ndio nimeenda vizuri kabisa yani, nimeenda vizuri kabisa. Lakini kufika pale ndani huwezi amini Pedro. Huwezi amini. Pedro. Basi ifike mwisho tuache kucheza ile movie. Mimi nimechoka. Nimechoka kabisa Pedro. Usichoke, bado ni mapema sana. Mapema gani Pedro? Usichoke. Na kwa vile umesema utaki kunihadisia hiki kitu, basi inafaa ukae kimya. Pige zipu mdomo wako, usimwambie mtu yeyote vile ambavyo nilikwambia mimi. Sawa? Sawa. Alafu nikija nikwambia fanya fanya ukizingua najua kwamba umeambia watu. Hili jambo sitaki kabisa. Nibaki mimi na wewe. Sisi wawili peke yake.
Sawa. 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 Kwa hivyo nikija nikwambia saa hii mambo yametulia, enda. Lakini inaonekana kama si mtu kumwambia, basi inaonekana kuna nguvu za kishirikina pale ndani. Itakuwa. Na kama kuna nguvu za kishirikina, basi itabidi nitafute mtaalamu mapema iwezekanavyo, alimradi tu nipate ile mzigo. Ndiyo kabisa umesema. Umesema. Tukitafuta mtaalamu, hii ni kazi rahisi sana. Unaenda kuchukua. Sasa nikuulize swali. Twende kwa ustazi? Ustadi gani? Au twende kwa mtaalamu wa kienyeji, mganga? Mtaalamu wa kienyeji, mganga. Ustadi gani mambo hawezi? Ustazi pia ile dini inasaidia. Kusoma Qur'an. Mambo yanakuwa ni Pedro, twende kwa mganga wa kienyeji. Ustadi ile mambo hawezi kabisa. Sawa sawa. Sasa hii pati ya mganga wa kienyeji niacheni mimi. Mimi kuachia. Hii movie nitacheza na jinsi ambavyo inawezekana. Mimi kuachia. Alafu basi kitambo nitakucheka. Sure. Sawa. Sure. Mimi niko together bro. Sawa. But don't fear. Don't fear. Huyu dogo Silva huyu inaonekana ameanza kunigeuka, na kama amenigeuka basi ajue nyundo inamsubiri. Nitamuuliza na nitafuatilia. Nikienda kwa mganga kienyeji bila atakavyonielekeza ndivyo hivyo, na akiniambia kwamba Silva anapatikana hapo ndani, ameanza kusambaza. Kazi ya chosha kweli. Sema kuchosha. Vipi kuhusu Pedro? Pedro uko sawa tena? Pedro? Ndio Pedro. Pedro mbona kila siku yuko home tu, tunaishi vizuri, tunakula. Pedro niambia kwa pale nyumbani toka ondoke baba yani. Yaani mwishi naye vizuri. Yaani muendelee, mama akipata kitu wewe anagawa kikubwa. Ndio mimi niko mdogo. Eti mdogo, kwa cha udogo, kwa mtoto. Sawa, kuna utoto lakini kuna Pedro yule alikula sana, yule kuna nguvu kuniliko. Unajua nini? Ndio maana hizo sababu hizo ndio Pedro anakasirika sasa. Sasa atakasirika vipi? Na yule ni mkubwa, yule yuko strong, anabeba mawe kila siku ni nini? Babu. Unajua mama nyinyi wote ni watoto wake. Ukipata kitu Pedro amjue, hata pia akujue. Sio tu wewe akujue alafu Pedro amsahau. Hiyo make sense. Masa anaitwa Mama Pedro. Uone tena jina yani limekuja Mama Pedro. Mama Pedro nje lakini nasikia kwa nyumba. So Mama Pedro. Dogo sana. Mimi nilikuwa nimekuita hapa nikuulize. Nina maswali kadhaa. Swali la kwanza tunaongea kuhusu wewe na mama. Wewe na mama mkiwa pamoja kwa mnaongea nini kunihusu? Kwa sababu siwaelewi. Mkiwa mnaongea mara tu nikifika pale naona mmenyamaza. Alafu wewe nakupata unajichekea. Sasa wanajiuliza hao wanaongea kunihusu au wanaongea kuhusu nini? Sikuelewi kabisa. Mara hivi ukitoka mnashikana njia moja mnaenda, baadaye nakupata umerudi peke yako. Alafu ikifika ni asubuhi hapa sioni staftahi ya nguvu, yani nashindwa. Wewe na mama mkiwa pamoja kwa mnaongea kuhusu nini hasa? Kwa mnaongea nini? Kusema kweli kaka, tukishikana na mama labda tu tunaongea story kuhusu masomo shuleni, na ambavyo wasema sijui tunashikana tunaenda njia moja, labda tu amesema nipeleke sokoni hivyo tu.
Na mbona hakuna siku mama aliniita mimi akasema nimpeleke sokoni? Mbona kila siku wewe tu? Mbona? Kaka, kumbuka wewe ni mkubwa, mimi ni mdogo. Wewe ukiamka asubuhi washika njia zako kwenda maskani nini, ila mimi niko tu hapa, sijulikani kwa nitaenda wapi. Maana anikuta naongea story na mama na tunashikana na mama, hivyo tu maisha yanaendelea. Na nilikuwa nataka nikuulize swali lingine. Pale ndani kuna kisanduku, na kile kisanduku ninachojua mimi ni kwamba kimefunikwa na kitambaa cheupe. Sasa unaweza ukanipa maana ya kile kisanduku pale ndani? Yaani Oscar, nataka nikutume kule dukani ukaniletee dawa ya kuua nyoka. Sawa? Nimetoka kwa nyumbani saa hii kuna nyoka. Kwa hivyo fanya haraka haraka uniletee dawa ya kuua nyoka. Au upate dawa ya kumlaza kwa masaa kadhaa ili tuweze kumpeleka mbali tukamrudisha. Ataliwa kumuua sababu sasa hata ukitupa masameli atapika na atapona. Sasa hata ukitupa masameli atapika na atapona. Sasa haraka sana kwa sababu yule nyoka anaweza akadhuru kule nyumbani. Sawa, sasa sawa. Sasa nakutegemea. Sawa. Juani kani ajua na wakai tunajua saa hii, ila pedo mimi nilijiza dawa hapana, kachukua kule dukani, sio acha mimi nielekee, maana ni muda sana ningoja bila kufanya ya kumwapanya watu ujinga. Mimi nakabada ya kumwapanya lakini najifanya usikie. Tamlini kwetu nyumbani ukawa na panya wengi, hata kama mmoja lakini sio yuko. Acha mimi kamchukulie dawa kumwapanya yeye mpe. Mke jambo mwanzo kusema. Wajua dogo, urafiki wetu ni kama unakuisha hivi. Kwa nini? Usimweke mko mdogo hata kidogo. Dawa kumwapanya au dawa kumwamudu mwingine? Najua sasa jua ni kali sasa, kile wewe unachoka nilikuwa dawa kwa nyoka. Najua pedo ulikuja kule nyumbani kule kumbio sana. Kwani kwetu wataka kusema kwetu nyumbani kuko na nyoka? Ndio kuna nyoka. Ameingia saa ngapi na mimi nimetoka kuongea na pedo sasa hivi? Sasa wewe nyoka alikuwa kukoga wewe, mimi nitakuja huko nyumbani. Wewe acha shamba wewe. Hata kama kuko na jambo nataka mkanifanye. Sasa mimi nikafanya jambo gani sasa? Kumbuka kuna msemo ambao wasema kikulacho kiko nguoni mwako. Kwa hiyo nyinyi nizungukeni, ipo siku nitajua. Sasa unajua nini? Eti dawa kuua panya, dawa kuua nyoka, dawa kuua nyoka.
Nini? Mbona sielewi? Mama. Mama. Vipi? Miatu sijui. Haujui nini na mkoa hivi tu hapa. Mama. 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 Mdogo wangu, mimi nipo sawa, wala usiwe na hofu. Mimi ni mzima, buheri wa afya. Ninavyokuona hauko sawa kabisa, yaani uonyesha kiuso, kimwili hauko sawa kabisa. Alafu nikuulize kitu, ni kitu gani kilichomfanya mama pale chini? Mimi sielewi, kwa sababu mama alikuwa analeta chakula. Alipoleta chakula amemaliza, akawa amefuata maji ya kunywa, lakini ghafla tu alipofika pale nikamwona amejitoka. Nilipigwa na kutwaa sana, mpaka nilishukuru Mungu ulipofika wewe pale. Nilikuwa sijui nifanye nini. Wewe unajua hawezi kuniambia kabisa ukweli wote, au ni ile sumu? Sumu? Majisi madata sio? Ulimtuma nini Oscar? Eti sumu ya kumwapanya, ya kumwanyoka. Uko na nyoka tangu lini nyumbani ukaingia nyoka? Na wawe na sumu nyoka. Nyoka gani? Alitumwa au? Bro, hebu nisikilize. Nikusikilize nini? Wewe ni mdogo wangu, na hapa nyumbani hakuna sitofahamu yoyote, na ukiongelea mambo ya sumu, ni kweli nilimtuma rafiki yako Oscar, ila sikuwa na dhamira ya kudhuru mtu. Alikuwepo kweli nyoka, lakini baada ya hapa hata alipokuja Oscar nikamwambia kwamba hakuna nyoka amepotea. Nikamwambia niachie dawa ili kwamba nikimpata yule nyoka bado yuko hapo nimwekee sumu. Mama yetu ameenda hospitalini, madaktari wakifanya upelelezi wowote wakigundua kuwa ni sumu, ndugu wetu ni kama umeisha. Sasa kaka, uchukue ndugu wetu uishi, damu haiwezi potea, na sijaonyesha picha mbaya kwako na hata kwa mama. Kwa nini unishuku? Kwa nini? Kwa sababu tia ya sumu. Si ndio mmeweka sumu mama yetu? Saa hii nataka nikuulize swali. Kule hospitalini akitoka, ikifika hapo ukionekana kwamba mimi sijamwekea sumu, utajibu nini? Saa hii vipimo viletwe, amepimwa, kila njia imetumika, hajawekewa sumu. Hapo kama sana. Naona kaka, huo uchunguzi wako saa hii unanipa picha kamili ya kwamba wewe upo pamoja na mama kwa kila jambo, kwa sababu leo hii unanisingizia kwamba nimekuwekea sumu.
una uhakika? Hata kama, ila mimi na wewe mwenye karibu na mama yetu ni mimi, na majirani wakigundua watachukuliaje ikigundulika kabisa mama aliwekewa sumu? Na majirani karibu wote wanajua kabisa mimi karibu kabisa na mama. Unajua kaka, kule umefikia mbali. Inamaanisha saa hii unaniona kama adui hapa ndani ya nyumba, kwa sababu bado na unaendelea kutaja sumu, kumaanisha ndani ya moyo wako una uhakika kwamba mama yetu amewekewa sumu. Bila shaka, na mimi nimeshindwa kuona na macho mawili, itabidi niitishe la tatu. Kicheko hiki kinaonyesha uchungu ambao uko ndani ya moyo wako kwa kile ambacho unakizungumza. Halafu nikwambie kitu kimoja, nimeamini ya kwamba yule wa karibu nao ambaye atakutia matatani baadaye. Sasa wewe ni ndugu yangu, lakini sasa hivi kule endapo mama amefika hapa na hajawekewa sumu, nitahama hapa ili kuache wewe niwe naja nikiwasalimia basi nikaishi, kwa sababu sumu hata hapa nilipo sumu ni kali. Kisijamwekea mama sumu. Chakula cha jana ulikula kile ambacho kiliwekwa na mama, kiliachwa na mama pale. Utakulaje kwa mfano? Mchunguzi sana kwa kina. Wanafikiria mgonge sumu ile mama. Dogosta, nimekutafuta mno na lengo langu kuu la kutafuta, nataka unieleze kuhusu Fredo. Hakuna mpango gani? Mpango gani kipi? Maana kuna jambo limemtokea mama, na saa hii tunavyoongea hivi mama ako hospitalini, na mimi ninamshuku Fredo kuhusu ile sumu. Siku ile uliniambia kuwa ulitumwa sumu ya kumwasili nyoka na Fredo. Ndiyo, Fredo alinituma sumu ya kuua nyoka. Ile nakumbuka wewe nilikwambia Fredo alinituma ukapuuzia. Si ulipuzia? Tuachane na hayo. Nimekuuliza. Ndiyo alinituma. Sasa lengo kuu lake la kumuua mama ni nini sasa? Kwani Fredo ndiye alimuua mama? Mdomo wangu umeniponyoka, ila bado nafanya uchunguzi. Kwa kwamba mama aliuawa, ila amelazwa hospitali. Kama amelazwa, basi tumwombee uzima. Na kuhusu Fredo, mimi natumaga vitu vingi sana. Fredo alileta kitu kule ndani kwamba kuna kisanduku. Ndiyo, nieleza kuhusu kisanduku. Yeye anakidai kwamba mle ndani ya kisanduku na rasilimali za baba yenu. Ndiyo, Nimeanza kupata picha kamili. Kwa hiyo Fredo anafanya juu chini, lengo lake kuu kupata kile kisanduku. si kupata kisanduku, kupata vile vilivyo ndani ya kisanduku. Asante kwa kuniambia ukweli. Tutakutana baadaye. Sawa.
Mama Pedro, naendeleaje? Naendelea vizuri nashukuru. Nilisikia juzi ulipeleka hospitali. Kwani ilikuwaje kwaje? Mimi hata sijui, nilijikuta tu niko hospitali. Hata sielewi kulikuwa na nini, lakini nakumbuka hiyo siku tulikuwa tumeweka chakula tunataka kula, hayo mengine sijui kama kuliendaje. Oh. Lakini kwa mzima. Nashukuru Mungu. Sawa. Hivi, kuna swali? Niulize. Hapa ndani mnashije? Unashije? Ndio, mnashije. Kwa nini? Mbona unaniuliza hivi? Sielewi yani. Uelewi? Kuna siku nisikia hapa ndani kuna vitu ambavyo yani haviko sawa. Kuna siku kuna kisanduku. Kisanduku? Hebu tuachane nayo. Nani alikwambia kuhusu kisanduku? Hebu tuachane nayo. Tuachane nayo. Nimpendelee mada nyingine. Kuhusu kisanduku. Tuachane nayo. Sasa niuliza mambo ya kisanduku. Alafu unasema tuachane nayo. Kwani ulisikia nini? Nikwambia tuachane nayo. Kuhusu kisanduku nikwambia tuachane nayo. Sasa tukiachana nayo sitakuwa unanitia mimi mashaka. Kwani hivi kisanduku kiko kweli au? Mbona kisanduku mimi siajui. Mbona sisitiza sana? Mimi nikwambia tuachane nayo. Sasa wewe ndo wanitia mashaka. Mwanangu sana. Naam mama. Shuleni ulikuwa wangapi? Shuleni nilikuwa watano. Kwa watano. Sasa mimi ninachotaka mwanangu, nataka uzingatie kusoma. Usome kwa bidii kabisa. Utakapofaulu mtihani wako, ndipo utakapopata kazi nzuri. Ukipata kazi nzuri, mambo yako yataenda vizuri. Na lengine, hapa nyumbani uko na rasilimali babako aliziacha. Sababu babako alikuwa amenunua mashamba, minazi kule alinunua, na karatasi ziko hapo ndani. Na huyu ndugu yako mkubwa huyu Fred, mimi simuelewi. Namuona mambo yake hayaniridhishi kabisa. Kwa hiyo nataka ukuwe makini na yeye ili mambo hapa nyumbani yaende vizuri. Unamuona siku hizi hizo documents anazingemelea. Kwa hiyo nataka wewe mwanangu uwe mstari wa mbele ili huyu ndugu yako zile tamaa zimuishe ili mambo yao yanaenda vizuri. Sawa mwanangu? Nimeanza kupata picha kwako. Nianza kupata picha? Picha gani hiyo? Ama ulisikia nini huko? Yaache tu mama, mawazo yangu. Mawazo yako? Sawa. Kama umesikia hilo, uzingatie. Ukizingatia hiyo elimu, mambo yako ujue nayo pia yataenda vizuri. Nimekuelewa mama. Kama umenielewa, asante. Naweza kuondoka au? Unaweza kwenda. Mimi nimekuita hapa ili tuzungumze hasa kuhusu baba yetu na kuhusu alichotuachia sisi wawili. Kwanza kabisa, nakumbuka unafahamu fika kwamba baba alikufa kwa sababu ya nyoka kule shambani. Aling'atwa na nyoka kisha ndio hivyo akatoweka duniani. Piga nduru lakini hakupata msaada. Hivyo basi tumeachwa mimi na wewe. Lakini kinachonishangaza mimi ni kwamba umri niliofikia sijapata hata stakabadhi ya baba hata moja. Pili ni kwamba sijui kwa yakini hizi stakabadhi ziko wapi. Na
nilikuja nikakuuliza kama hizi vitu ziko wapi, huku niambia. Sasa hii labda mama alikudokezea kitu. Kama nilivyokuambia, sijui chochote kuhusu mali. Sasa kama na wewe utaendelea kukaa kimya hivi, ifikapo umekuwa mkubwa, urisi wa baba utapata wapi? Na saa hii ukiwa na umri huo wa miaka 15, inafaa sote sisi wawili tuwe pamoja, tumuhimize mama agawanye hizi mali, kila mmoja apewe stakabadhi zake. Huyu mama akuwekee zile stakabadhi ambazo wewe huwezi ukakaa nazo kwa umri ulionao sasa hivi, ili na mimi niendeleze mambo yangu. Natatizika, mbona nasumbuka sana kazini. Siku 2-3 nimerudi hapa. Kama ni mama nilimjengea nyumba, alikuwa anatatizika. Sasa hivi mnanitesa. Sasa hivi sina kazi, niko hapa nyumbani. Kaka, nitafikiria kwa hilo, ila mimi kusema kweli bado kwa mdogo, sitakiwi kung'ang'ania mali. Kwa hiyo muda ukifika, utakuwa tayari umefika tayari. Kwa hiyo wewe keti vizuri na mama muongee, ila hayo mambo ya mali sasa hayanihusu. Sawa, mimi nimekusikia, nimekuelewa. Kuna shida. Mimi wacha nifike mahali, alafu nitakutana na mama. Nikikutana na mama nimuulize naye, nizungumze naye kama nione atanisaidia vipi. Akikosa la kunisaidia, basi na mimi niangalie njia ya kufuata. Sawa. Naamini mimi mama mtaelewana. Sawa. Mwanangu. Baba! Mwanangu. Baba! Kuona nang'ang'ana sana kwenye ile mali. Na kwenye ile mali kuna hii. Umri wako wenye umefika, lazima uichukue. Ni lazima uichukue. Sababu unafika kipindi unataka kumua mamako. Hii mali inakufaa. Na ni lazima. Kuwa na usipochukua kama vile. Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wana watu siku ya mateso yao. Mara wapatapo shida, ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito kutatua shida zao. Hata kama wanaumwa, hospitali wapelekwa, tena sio hizi hospitali za kisasa. Ikishindikana hapa na Ulaya wapelekwa, nako sio hizi hospitali za kileo. Je, mimi Mr. Live, nani atanitazama
siku ya mateso yangu, nani anihurumia? Naimba msaada, msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Msaada wangu ni Yesu. Na huu mzigo lazima uchukue, lazima uchukue. Na usipochukua na kufanya kama hivi. Chukua. Mpaka moyo wangu unadunda mara nyingi. Kwani hii ndoto ilikuwa ni ndoto ya kweli au hii ndoto aina gani? Mbona sielewi? Hivyo lazima waende wenye umefungwa kutambulia kufanikisha maisha yako. Mdogo, ni heri jambo la kuambiwa kuliko jambo la kukukuta we mwenyewe. Kwa nini nasema hivi? Yaani ndugu yangu, hata sielewi. Nipo katika fumbo kubwa ambalo sijui ni nani atalifumbua. Kivipi? Wewe nieleze, naweza kukushauri. Nimeota ndoto ambayo inanipa mashaka. Ndoto ambayo inanifanya ninawaza kila masaa. Kutoka kukuche leo sijapata amani. Ndoto gani? Dogo. Kutoka baba afariki mpaka saa hii inapata miaka 7, 8, 10 hivi. Kwa sababu sina kumbukumbu sana, nikihesabu hiyo miaka sizi nikapata jibu sana, lakini kama 7, 8, 9 mpaka 10 hivi kutoka baba afariki. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba nimepatana naye kwenye njozi. Na alilokuwa ananiambia huyu baba, ameniambia nichague mambo matatu. Mambo matatu? Mambo gani haya? Na haya mambo yamenitatiza sana. Yaani jambo la kwanza baba alikuwa ananikabidhi kitu hivi. Sasa mimi nikawa katika ile njozi nikawa ninagairi kukuchukua. Lakini nikamuona amekuwa mkali mno na ananilazimisha kuchukua kile kitu. Jambo la kushangaza ni kwamba ameniambia kama sitachukua kile kitu basi niwe tayari kwa mambo mengine mawili. Nikawa nashangaa. Yaani mimi nikiwa niko hapa nikajikuta kule amenionyesha eti napagawa, nimeanza kuwa na waziri. Unajua hili jambo ndio nimekwambia ni heri jambo la kuelezwa kuliko ambalo limekukuta wewe. Wewe unafurahia unacheka. Lakini mimi linanipa shida. Nimechekesha sana hapo.
Ngoja nikumalizie halafu utaniambia kama ninachekesha. Sasa akaniregesha pale tena ananiambia nichukue mzigo. Mimi nikawa sitaki. Kile kitu nikamwambia baba, baki nacho bwana. Mimi sitaki, sitachukua. Lakini tatizo ni kwamba nilikuwa natetemeka. Hata katika ile ndoto nilikuwa najua kwamba baba alikufa. Sasa nilipokuwa naendelea kukataa, akanionyesha sehemu nyingine tena, akiwa amenishikia kisu, anataka kunichoma kisu. Imebidi nikubali. Nilipokubali tu kupokea ule mzigo, nikajiona toa chini. Najaribu kung'ang'ana kuondoka hivi. Naondoka, nipo kitandani. Na kumbukumbu zako, mzigo ulikuwa mzigo gani? Ule mzigo au kile kitu ambacho alikuwa ananipa baba, yaani hata sijui ni kuonyesha nini. Yaani kilikuwa kinafanana kama kifurushi fulani hivi ambacho hapo ndani kina uzani wa kitu, kwamba hapo ndani kumewekwa kitu hapo ndani. Lakini hata sijui ni kuelezeje vizuri mpaka uelewe. Kilikuwa kina rangi kama hiyo. Rangi kama rangi kama, lakini hujafungua hapo ndani. Sijafungua katika hiyo ndoto, mimi sijafungua kwa sababu nilikuwa natetemeka sana na ule mzigo ulikuwa mzito. Kinaonekana kifurushi kidogo lakini kimeniangusha. Sijui ni kwa sababu ya wasiwasi, sijui ni uoga ndugu yangu. Alafu sasa jambo la kushangaza, nilipozinduka hivi nilikuwa najiuliza pale kitandani, kama kweli hii ndoto ina ukweli ndani yake. Lakini ndugu yangu, nimesikia tu sauti kinambia lile ambalo nimeota ni la ukweli. Kama si uongo. Kama la ukweli, basi ndani ni nini? Na sijajua hapo ndani kuna nini. Lakini sasa wameniagiza kwamba niende chini ya mti, na wamenielekeza mpaka hapo mahali. Kuna mti ambao hapo chini kuna kama vikaragosi, kuna huo mti una rangi nyekundu. Mimi sielewi. Yaani ndugu yangu, natamani saa hii ningefika pale kwenye ule mti, nikauangalia ule mti, alafu nikaona ni nini hasa ambacho wamenipangia, malengo yao ni nini. Sasa ndugu yangu, sijui pale kwenye ule mti niende au nisiende. Yaani sielewi kabisa, nachanganyikiwa. Pedro, unajua ungeenda tu ukamwambia mama kuhusu hilo jambo. Sasa mimi hata nikikwambia uende au usiende. Sasa mama tena. Mama wa nini hapa? Mama, ina maana una ushauri mwingine wa kunipa mpaka unaniambia niende kwa mama? Pedro, mama ni bora. Mama ni bora, sikatai, lakini najua mama nikifika pale hata niuliza mambo mengi tena. Kuna hivi, kuna nini. Sasa mimi hapa nilikuwa nakuuliza tu ndugu yangu, kama utaniambia niende au nisiende, basi wewe niambie niende kwa mama. Kuna kwenda kwenye mti au nisiende basi. Au itakuwa ndani uchawi. Uchawi gani? Mimi sijui. Lakini amenikabidhi mzigo na ule mzigo ukawa ni mzito, ukaniangusha na hivyo nilipoamka ndio nikapata hiyo sauti na niambia kwa kweli unapewa, na ungekuwa kweli chizi, ungekuwa kweli sijui angekuwa. Yaani ninapata kuchakatwa kabisa. Au itakuwa zile documents. Zile documents hazina shida. Zile documents mimi sioni kwa shida kwa sababu ziko chumbani. Alafu unasema sijui wakati ule ulikuwa unasema sijui uliona nyekundu, sijui ulipata sijui mambo na watu kuna wanakugusa kuzoea na silver. Sasa hii hata silver alinikimbia, sasa nashindwa. Kama ziko ndani, sio kuzichukua tu. Sawa. Wewe tutakutana. Sawa. Mimi niko.
Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wana watu siku ya mateso yao. Mara wapatapo shida, ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito kutatua shida zao. Hata kama wanaumwa, hospitali wapelekwa, tena sio hizi hospitali za kisasa. Ikishindikana hapa na Ulaya wapelekwa, nako sio hizi hospitali za kila. Kuna shida gani? Kulikoni? Mbona umenifuata hadi shambani? Kuna kigongo mama tu. Oh, mambo. Ndio. Basi twende pale kwenye kile kivuli pale cha mti tuongee. Maana hapo basi kuna jua kweli yani. Hakuna tamani. Ah? Una tamaji wewe? Hata mimi mwenyewe alikuwa anamalizia tu pale ndugu zangu nyumbani. Nilikuwa niko pale nyumbani, mara ghafla namuona Pedro. Kasema kuna nini huko? Ati leota. Niko shambani. Babangu ananikabidhi mzigo. Mzigo? Ndio mzigo. Hem, tulia hapo. Hii story wajaribu kuniambia mimi peke yangu. Umemsahau mtu mmoja, mama. Hem, twende zetu nyumbani kwa mama mwanzo. Sasa twende. Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wana watu siku ya mateso yao. Mara wapatapo shida, ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito mama kutatua shida zao. Oscar alikuwa ananielezea story. Niposa nikamwambia ageuki ile atakapoeleza story na wewe pia usikie. Na swine story inahusu mkubwa wangu Fredo. Oscar. Story kuhusu Fredo. Story kuhusu Fredo. Na kama unataka mengi, Oscar atatuelezea. Oscar, muda ni wako sasa. Fredo. Mbaya ni nzuri hiyo story. Utaisikia hapa mama. Haya, tueleze Oscar. Mama Fredo. Fredo aliota. Ni ndoto aliota. Aliota kuwa yuko mashukule shambani kule chini. Yeye na baba. Na baba aliambia chaguo mambo matatu. Amue awe mwenda wazimu au akabidhiwe mzigo. Mzigo? Ndio mzigo. Mzigo wa nini wewe? Mzigo wa uchawi. Uchawi? Mzigo wa uchawi? Ndio mzigo wa uchawi. Maana Pedro aliniambia kuwa mzigo wa uchawi. Mzigo wa uchawi wenyewe. Ndio. Na Pedro alichagua mzigo wa uchawi. Maana Pedro alikuwa hataki kufa. Na alikuwa hataki kuwa mwenda wazimu. Akachagua mzigo wa uchawi. So, nilikuwa nakwambia hivi ili ujihadhari kabla ya hatari. Unataka nini? Sasa wewe unataka sisi tusishangae Fredo kuhusu mzigo wa uchawi. Tena wewe linakuingia hilo. Hizo ni ndoto. Najua ndoto wakati mwingine. Hiyo ni ndoto. Tuache tu yapite. Hiyo ni ndoto. Mama, utafanyaje kwa hili? Sasa mimi itabidi hii story ishie hapa hii. Sitaki nisikie na mtu mwingine yoyote
ni sisi watatu tulikuwa hapa, ili Fredo atakaporudi nimuulize mimi mwenyewe, alafu hayo mengine tutajua baadaye. Ni sawa? Sawa, kama hivi mama, basi mimi acha niwahi. Nisilisikie hili neno kwa mtu mwingine hili. Sijali. Mama, nimekukuta. Shikamo. Mama, mimi kulikuwa kuna mambo kidogo nataka tuzungumze ili nipate mwelekeo. Mama, mimi napitia changamoto nyingi sana. Na hii leo nimedhamiria kukaa na wewe ili kwamba unipe mwelekeo, kwa sababu yani ninatatizika. Kazini nikiajiriwa nikimaliza siku 2-3 nimefutwa kazi. Wakati mwingine sifutwi kazi, naachishwa tu. Nikae nyumbani wiki 2 wananiita tena. Mimi nataka kazi ambayo ninabaki mwezi mzima. Na mbona mimi hujanieleza hapo? Sija kueleza mama kwa sababu ya muda, nilikuwa sipati wakati mwafaka wa kuwa nikae na wewe hata nikueleze. Sasa kipindi cha kwa kule umeachishwa kazi, kwa nini mimi mamako hujanieleza? Ni sawa mama, nisamehe kwa kuwa nimekaa muda mrefu sijakwambia, lakini leo ipo chini ya miguu yako ili unieleze na unipe mwelekeo mzuri. Ni sawa, nimekusikia maneno yako. Na mimi pia niko na kitu nataka nikuulize. Kabla mama uniulize, najua mbali na kazi. Mimi nilikuwa nataka nikuulize tu mama. Unajua hata kama ningekuwa nakosa kazi, lakini baba kuna vitu ambavyo alituwekea sisi watoto wake. Kwamba ukichukua hiki, ukifanya hivi, ukichukua hili, ukijumuisha na hili, unafika kule ambako unataka. Huyu baba hasa baba yetu Mzee Malimbuko alituachia nini hapa ndani? Kuna vitu aliandikiwa achukue. Kwa hiyo nataka uwe na subira kidogo mwanangu, kwa sababu siwaona huyu mwenzako bado ni mdogo. Mwache akuekue at least, ili akiwa mkubwa zile mali venye zitagawanywa, sina yeye pia atakuwa anajionea, ili isije wakati mwingine akasema wewe ulipoa vingi yeye akapewa kidogo. Kwa hiyo nataka uvute kidogo huyu mwenzako akuekue kiasi. Sawa mama, nimekusikia. Ila nilikuwa ninaombi mama. Je, kuna uwezekano mimi kupewa hata title deed, labda niuze tu shamba letu nipate pesa ya kuanzisha mradi fulani? Mambo ya kuuza shamba hiyo sasa, huyu mwenzako akiwa mkubwa sitakuwa shida tena hiyo. Mimi ninachoonelea hapa, msubiri huyu mwenzako awe mkubwa, ili mtakapoganyiwa asione kwamba wewe ulipewa vingi na yeye akapewa kidogo. Vitakapoganywa nyote iwe mko na shughuli zenu, hapo ndio itakuwa wewe uko na waamuzi wa kuuza mahali pako na huyu naye itakuwa yuko na pake. Hiyo isiwe kesi. Juu mimi maneno sitaki. Sawa? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Alafu ulikuwa umesema una swali gani? Mimi hata si swali. Ni nini ambacho nataka kuuliza? Kuna kitu nimesikia, sasa ilikuwa nataka nijue ukweli kutoka kwako. Kuna story yenye nilisikia kwamba wewe sijui eti uliota kwamba babako alikupa
uchawi kwenye ndoto. Sasa ile story venye nilisikia mimi haikuniingia kwa akili, ndo nikaona heri nikuite mwanangu nikuulize hili neno lina ukweli ndani yake ama ni nini? Juu mimi limenikoroga akili mimi. Sasa mama, mambo ya ndoto na uhalisia, hayo mawili yanaenda sawa kweli? Mambo mawili hayaendi sawa. Ndio sasa ilikuwa nakuuliza mwanangu, hili neno lina ukweli ndani yake? Ni sawa mama, mimi sijashtuka sana. Mama, mimi kinachonishangaza katika swali lako ni kwamba nimemwelezea tu mtu mmoja na nilikuwa nimejawa na hofu kwa sababu ya hii ndoto. Nimeshindana na baba sana. Kipindi alichokuwa anataka kunipa kitu, mimi nilikuwa na gairi. Lakini sasa akawa amenichaguza vitu vitatu. Sasa hicho kitu chenye nilikuwa nataka kukupa wewe babako, ilikuwa kwa ndoto ama ulimuona? Mimi niseme ilikuwa ni ndoto, kwa sababu sijamuona kwa macho haya. Okay. Ilikuwa ni ndoto. Sasa akanichaguza, akasema labda kama sitachukua kila anachonipa basi atanifanya kuwa mwenda wazimu, au akigairi kunifanya mwenda wazimu animalize kabisa nitoweke duniani. Sasa hilo ndio limenitia mashaka mpaka nikapokea kile kitu, lakini hakija nitia mashaka. Sasa wewe chera chitu chani chitu mame chicho usijali. So ukisema nisijali, na mimi ndo mamako, ni nani mwenye ataubeba huo mzigo? Anaambia mimi nisijali. Ni ndoto tu mama, ni ndoto. Ama kuna ukweli? Sioni ukweli ndani yake. Ni ndoto tu. Sasa kama huoni ukweli, mbona uwe na wasiwasi? Wasiwasi mama, hata si shida. Tutaongea wakati mwingine mama. Asante. Haya, ni sawa. Lakini kama kuna ukweli utaniambia. Sasa umsema ni huyu. Alikuwa nasikia watu wanamtaja. Iwe ilikuwa kweli ni mchawi ama ni nini? Kama mwanangu aliota anapewa uchawi na babake, alafu pale ndani kuna kile kisanduku chenye aliacha sijakifungua. Kama wewe ilikuwa kweli ni mchawi, tena mimi sipati picha sasa hivi, itabidi nikiangalie hicho kisanduku. Naanza kupata mashaka. Sasa kama mwanangu ni mchawi kweli, mimi nitaangalia wapi mtaani mimi? Sande! Mama. Hebu njoo kidogo. Sasa mwanangu, kuna yule ndugu yako Fredo amekuja hapa, alikuwa ako na shida zake. Alafu
Nikamuuliza ile story yenye mlinieleza wewe na Oscar. Sasa huyu ndugu yako venye mimi nimemuuliza hiyo story, lakini reaction zake sikuzipenda. Inaonekana kama ambaye hili neno liko na ukweli ndani yake. Kwa hiyo ninachoomba mwanangu, nataka ujichunge sana na huyo mkubwa wako. Juu huko anapoelekea, mimi sijui kama ni ukweli ni uongo, mimi sijui, lakini venye amenionyesha yani sikumwamini. Kwa hiyo nataka ujichunge na yeye. Ukuwe mbali na yeye kabisa, usimchokoze vile. Sababu mimi sahi simwamini. Sawa mama, nimekuelewa. Maana hata jambo sio ndogo kabisa. Hili jambo sio dogo hili jambo. Kwa hiyo nataka uchunge na yeye kabisa yani. Sawa, ni hivyo tu. Na kwenye ukoo wetu hii mtu akiota hivyo venye aliota huyo ndugu yako, basi huwa kuna ukweli ndani yake. Lakini mimi sijaamini vile. Acha tumchunguze. Sasa tufanye uchunguzi pole, tutajua tu huko mbele. Sawa mama, mimi niko. Haya, ni sawa.